Jina langu ni Minister Joshua Godfrey, nikukaribishe kwenye channel yetu ya Joshua Godfrey. Karibu kwenye vipindi ambavyo tutakuwa navyo mwaka 2026. Namwamini kabisa Bwana Yesu kwamba atatuhudumia na maisha yetu yatabadilika sana kupitia vipindi hivi, na nitumie nafasi hii kipekee sana kukukaribisha kwa ajili ya kujifunza na kulisikia neno la Bwana. Na leo ikiwa ni siku yetu ya kwanza kujifunza neno kwenye chaneli yetu kwa huu mwaka 2026, ninaomba niwe na somo, na somo hili linahusu hekima za kuupangilia mwaka 2026. Hekima za kuupangilia mwaka 2026. Na ninaamini kabisa kwamba neno hili limekuja kwa wakati sahihi na wakati wa Mungu. Na kupitia neno hili maisha yako hayatabaki kuwa kama yalivyokuwa mwaka huu wa 2026. Tutaona hekima kadhaa za kuupangilia huu mwaka 2026. Hekima ya kwanza ya kuupangilia mwaka 2026, hekima ya kwanza ni kuanza kwa kumshukuru Mungu. Hekima ya kwanza ya kuupangilia mwaka huu wa 2026 ni kuanza kwa kumshukuru Mungu. Unasema hii nimeitolea wapi? Hii nimeitolea kwenye kitabu kile cha Zaburi sura ile ya 100 mstari ule wa 4. Biblia inasemaje? Biblia inasema ingieni malangoni kwake kwa kushukuru. Ingieni malangoni kwake kwa kushukuru. Kwa hiyo Mungu anapotupa nafasi ya kuingia kwenye mlango wote ule mpya, Mungu anapotupa nafasi ya kuingia kwenye msimu wote ule mpya, Mungu anapotupa nafasi ya kuingia kwenye majira yoyote yale ambayo ni mapya, jambo la kwanza ambalo Mungu analitaka kutoka kwetu ni sisi tuende mbele zake kwa kumshukuru. Na tunapoongea kwa habari ya shukrani, shukrani ni hali ya ndani inayojidhihirisha kwa neno asante. Nasema hivi, shukrani ni hali ya ndani inayojidhihirisha kwa neno asante. Na tunaposema kumshukuru Mungu, hatumshukuru Mungu kwa sababu kila kitu kilikuwa kipo vizuri. Hatumshukuru Mungu kwa sababu kila kitu kilienda. Hatumshukuru Mungu kwa sababu eti tulikuwa na uzima. Hatumshukuru Mungu tu eti kwa sababu vitu vilikaa vinavyotakiwa kukaa. Biblia inatufundisha, nasema mshukuruni Bwana kwa kila jambo, hata kama mambo hayakwenda jinsi tulivyokuwa tunataka, hata kama mambo hayakukaa namna tulivyokuwa tunatarajia, lakini hiyo haitaondoa nafasi ya Mungu kuitwa Mungu kwenye maisha yetu. Hatumshukuru kwa sababu ametupa tu mema, hatumshukuru tu kwa sababu ametupa mazuri. Hata angetupa mabaya bado yeye anabaki kuwa Mungu. Hiyo tu inatupa sababu ya kumshukuru. Hata kama tulifiwa bado atabaki kuwa Mungu. Hiyo tu inatupa sababu ya kumshukuru. Hata kama vitu havikukaa namna tulivyokuwa tunategemea, hiyo haitaondoa nafasi yeye kuitwa Mungu. Hiyo tu inatupa sababu ya kumshukuru. Yeye atabaki kuwa Mungu hata kama hakutupa tulioyataka. Yeye atabaki kuwa Mungu hata kama hakutupa sawa na tulivyoomba. Haitaondoa heshima yake wala haitaondoa nafasi yake yeye kuitwa Mungu kwenye maisha yetu. Ile tu ametupa zawadi ya kuwa wazima hata kama tumepoteza vingine. Hiyo tu ni sababu tosha ya kwenda mbele zake na kumwambia Baba asante, na kumwambia Baba tunakushukuru. Ngoja nikwambie, hata ikitokea ya kwamba mwaka huu mambo yako yalikuwa ni magumu, mwaka uliopita mambo yako hayakwenda kama ulivyotazamia, hayakwenda kama ulivyotarajia, ukimwambia Baba asante, ukimwambia Bwana nakushukuru, unaonesha umachua kiroho, unaonesha ukwaji wako. Watu wote ambao wamekuwa kiroho ni watu ambao hata wanapopita kwenye magumu, hata wanapopita kwenye changamoto, bado neno asante haliondoki kwenye vinywa vyao. Moja kati ya mtu nayemwona kwenye maandiko anaitwa Ayubu. Ayubu alipita kwenye wakati mgumu sana. Alipopita kwenye wakati mgumu, Biblia inasema ya kwamba watoto wake walikufa. Ayubu mali zote alipoteza. Ayubu alikuwa mgonjwa. Rafiki zake Ayubu pamoja na mke wake wakamfuata Ayubu, wakamwambia Ayubu, simtukane tu huyo Mungu ufe. Ayubu akasema hivi, Mungu yule yule aliyeruhusu nipate mema, Mungu yule yule aliyeruhusu nipate mazuri, ndiye Mungu huyo huyo aliyeruhusu nipate mabaya. Ayubu anahitimisha kwa kusema, ni Bwana alinipa na ni Bwana amevichukua. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Ngoja nikwambie, ikiwa kuna vitu mwaka jana vikwenda sawa, ikiwa kuna vitu mwaka jana ulivipoteza, tunahitimisha kwa kusema ni Bwana aliyekuwa ametupa na ni Bwana aliyevichukua. Jina la
Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hatumshukuru Mungu tu kwa sababu alitupa mazuri, hatumshukuru Mungu tu kwa sababu alitupa mema, hatumshukuru Mungu tu kwa sababu kila kitu kilikuwa kinaenda. Hata vitu visipoenda, yeye bado atabaki kuwa Mungu, na hilo haitaondoa heshima yake kwenye maisha yetu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sio kwa sababu kila kitu kilikaa vizuri. Tunamshukuru Mungu sio kwa sababu kila kitu kilienda. Tunamshukuru Mungu hata kama vitu havikukaa vizuri. Na tunapoongea kwa habari ya shukrani, shukrani ni hali ya ndani inayojidhihirisha kwa neno asante. Sasa, kwa nini tunaanza kwa kumshukuru Mungu? Jambo la kwanza, tunaanza kwa kumshukuru Mungu kwa sababu ndani ya kumshukuru Mungu kuna maongezeko. Tunaanza kwa kumshukuru Mungu kwa sababu ndani ya kumshukuru Mungu kuna kitu kinaitwa maongezeko. Bwana Yesu alipokuwa na mikate mitano pamoja na samaki wawili, alipotaka kuwalisha wanaume zaidi ya 5,000, mimi nina uhakika inawezekana hiyo fursa ingekuwa imetokea kwa watumishi wa kizazi chetu, tungefanya maombi magumu sana ili kuhakikisha mikate inakuwa mingi na samaki wanakuwa wengi. Lakini ukisoma Biblia inasema Yesu akamshukuru Mungu. Baada ya kumshukuru Mungu, nini kinatokea? Biblia inasema ya kwamba ile mikate mitano pamoja na samaki wawili walikula wanaume 5,000. Kilicholeta lile ongezeko ni baada ya Bwana Yesu kwenda mbele za Mungu kwa kumshukuru Mungu. Utakapokuwa unamshukuru Mungu kwa ajili ya 2025, utakapokuwa unamshukuru Mungu kwa ajili ya kukupa neema ya kuingia mwaka 2026, moja kati ya kitu ambacho Mungu atakuwa anakifanya, Mungu atakuwa anaachilia maongezeko. Unataka Mungu akupe maongezeko kwenye biashara? Siri ya kupata maongezeko kwenye biashara ipo kwenye kumshukuru. Unataka Mungu akupe maongezeko kwenye kazi? Siri ya Mungu kukupa maongezeko kwenye kazi ipo kwenye kumshukuru. Unataka Mungu akupe ongezeko la furaha? Ongezeko la furaha lipo kwenye kumshukuru. Unataka Mungu akupe ongezeko kwenye eneo lolote lile la maisha yako? Ongezeko lipo kwenye kumshukuru. Hata kwenye maisha ya kawaida tunajua, sababu mojawapo inayotupa kuwatendea watu vizuri na kuwafanyia mema ni pale ambapo wanaonesha mioyo ya shukrani. Mtu yoyote utakayemsaidia, mtu yoyote utakayeonesha kumsapoti, asipoonesha moyo wa kushukuru, next time waweze ukapata nguvu ya kufanya tena kwa ajili yake. Lakini unapokuwa umemfanyia mtu, anapoonesha moyo wa kushukuru, anapoonesha moyo wa kuthamini, anapoonesha moyo wa kujali, ndani yako kuna kitu kinaibuka. Kile ambacho kinaibuka kinakuhamasisha kufanya zaidi kwa ajili yake. Na ndivyo pia Baba wa mbinguni alivyo. Tunapoenda mbele zake kwa kumshukuru, tunapomwambia Baba asante, tunapomwambia Baba tunakutukuza, kitu kinachotokea, tunampa Mungu sababu ya kufanya zaidi kwenye maisha yetu. Unapomwambia Mungu asante, hata kama alikupa kwa udogo, unapomwambia Baba asante, hata kama hakukupa kwa kiwango kile ulichokuwa unategemea, lile neno asante ni neno la imani la kumwambia Mungu na kushukuru, kwa kuwa umenipa hichi kidogo, lakini siamini tu katika hichi kidogo, ninakuamini Mungu katika makubwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Siri ya Mungu kukupa vingi ni wewe kwenda mbele zake kwa kumshukuru. Hata ukisoma maandiko, watu wote waliotembea na Mungu kwa ukubwa, watu wote waliotembea na Mungu kwa upana, ni watu waliojifunza kwenda mbele za Mungu kwa kumshukuru. Mzaburi ambaye ni Daudi ni moja kati ya watu waliotembea na Mungu, lakini siri ya Daudi kutembea na Mungu
Daudi alikuwa amejifunza kumshukuru Mungu. Ndio maana ukisoma kitabu kile cha Zaburi, ukisoma kwenye kile kitabu cha Zaburi, utagundua kwenye ile Zaburi, kati ya kitu ambacho Daudi anakifanya, Daudi anamshukuru Mungu sana. Daudi anamshukuru Mungu sana. Alikuwa anapita kwenye changamoto, alikuwa anakutana na matatizo, alikuwa anakutana na nyakati ngumu, lakini akienda mbele za Mungu, akienda uweponi mwa Mungu, haelewi matatizo, haelewi changamoto, hakutani magumu anayo, haelewi magumu anayokutana nayo. Akienda mbele za Mungu, pamoja na magumu anayopitia, pamoja na changamoto, pamoja na hadha zote, anamwambia Baba nakushukuru. Na siri ya Daudi kushinda vita alivyokuwa anakutana nazo, siri ya Daudi kushinda vile vita, Daudi alikuwa anashinda vita kwa sababu alikuwa ni mtu wa kumshukuru Mungu. Wakati mwingine unapitia magumu, unapitia changamoto, badala ya kwenda mbele za Mungu kumwambia Mungu nisaidie nitoke, wakati mwingine nenda kwa kumshukuru, nenda kwa kumwadhimisha. Eleza ukuu wake, eleza sifa zake. Mwambie wewe ni Jehova Elgibo, wewe ni Jehova Jire, wewe ni Jehova Nisi, wewe ni Jehova Shalom, wewe ni Jehova Roi. Eleza sifa zake. Mwambie wewe ni Mungu uliyeiumba bahari na kuwekea mipaka, Mungu uliyeumba mbingu bila kutumia nguzo, Mungu unayeweza ukavunja jiwe kwa kutumia yai, Mungu ambaye unaweza ukapandisha mlima kwa baskeli isiyokuwa na mnyororo, Mungu ambaye unaweza ukachota maji kwa kutumia wavu, Mungu ambaye unaweza ukapiga mluzi ukiwa na maji mdomoni. Eleza sifa zake, alafu mwambie Baba, kuna jambo ninapitia. Vile sifa ulizomueleza zitasababisha Mungu akutoe kwenye hicho unachokipitia. Kwa hiyo tukubaliane jambo la kwanza, ya kwamba tunapomshukuru Mungu, kati ya kitu ambacho Mungu anakifanya, Mungu analetaga maongezeko. Mimi sifahamu ni eneo lipi unalotamani kupata maongezeko mwaka 2026, lakini kitu kimoja ninachokiamini na kitu kimoja ninachokijua ni kwamba maongezeko yamefungwa ndani ya kumshukuru Mungu. Kwa nini tunamshukuru Mungu? Jambo la pili, tunapomshukuru Mungu, Mungu ana tabia ya kuleta maelekezo mapya. Tunapomshukuru Mungu, Mungu ana tabia ya kuleta maelekezo mapya. Ukisoma Biblia unakutana na habari za mtumishi wa Mungu anaitwa Musa. Mungu alimuinua Musa kama kiongozi kwa ajili ya kuwatoa wana wa Israeli kutoka Misri na kuwapeleka nchi ya ahadi ambayo ilikuwa ni Kanaani. Na Musa yeye ndo alikuwa kiongozi wa lile kundi na hakuwa na mtu mwingine wa kumsaidia. Kwa hiyo kuanzia asubuhi mpaka jioni, Musa alijikuta analemewa na majukumu ya kuamua kesi za watu. Huyu ataenda kwa Musa, atamwambia Musa kuna hiki kimetokea. Huyu ataenda kwa Musa, atamwambia Musa kuna hiki kimetokea. Kwa hiyo Musa akajikuta anakosa muda wa kuomba. Musa akajikuta anakosa muda wa kupumzika. Na ngoja nikwambie, hekima mojawapo ya kibiblia ni pamoja na kupata muda wa kupumzika. Hekima mojawapo ya kibiblia ni pamoja na kupata muda wa kupumzika. Pamoja na kwamba una majukumu mengi, pamoja na kwamba una mambo mengi, lakini hakikisha unapata muda wa kupumzika. Pamoja na kwamba Bwana Yesu alikuwa na mambo mengi, pamoja na kwamba Bwana Yesu alikuwa na majukumu mengi, lakini Yesu pia alikuwa anapata muda wa kupumzika. Usiwe bize sana kiasi kwamba ukakosa muda wa kupumzika. Na ngoja nikwambie, kwenye haya maisha unapaswa kujionea wewe huruma kwanza. Usipojionea wewe huruma, usitegemee kuna mtu atakuonea huruma kwa niaba yako. Ukishindwa kujitafutia muda wa kupumzika, usitegemee kuna mtu atakuja kwenye haya maisha atakwambia kwamba pumzika. Lazima wewe mwenyewe ujionee huruma, utafute muda wa kupumzika, utafute muda wa kula vizuri, utafute muda wa kufanya mambo yako. Hii dunia haina huruma na maisha yako. Unapaswa kujionea wewe huruma kwanza kabla watu wengine hawajakuonea huruma. Sasa sikiliza, Musa alijikuta amelemewa na majukumu. Biblia inasema Musa alikuwa na baba mkwe wake anaitwa Mzee Yesro. Yule Mzee Yesro akamtembelea Musa. Alipomtembelea Musa, akakuta Musa pale. Alipokutana na Musa, Musa akamsimulia matendo makuu ambayo Mungu amewatendea jangwani. Yule mzee alikuwa mjui Mungu wa kweli, lakini akamwambia Musa, kwa hiki ambacho kimetokea na kwa matendo ambayo Mungu amewafanyia huko jangwani, huyo Mungu wenu anastahili kuabudiwa.
Huyo Mungu wenu anastahili kupewa sifa. Ni kweli mzee Yesu alikuwa amjui Mungu wa kweli, lakini kwa kile ambacho Mungu alikuwa amekifanya, mzee Yesu akasema Mungu wako Musa anastahili kuabudiwa. Nami nakuombea katika jina la Yesu, Mungu mwaka huu akakufanyie mambo kwenye maisha yako. Hata wale watu wasioamini watakapoyaona hayo matendo, waseme Mungu wako fulani anastahili kuabudiwa, Mungu wako fulani anastahili kupewa ibada, Mungu wako fulani anastahili kupewa sifa. Mzee Yesu akakaa pale na Musa kwa siku kadhaa. Mzee Yesu kuna kitu akakinoti, akakuta Musa kuanzia asubuhi mpaka jioni anaamua kesi za watu. Mzee Yesu hakumwambia chochote Musa, lakini nachokiona maandiko yasema kwamba mzee Yesu akachukua sadaka ya shukrani akaenda kuiteketeza mbele za Mungu. Baada ya kuiteketeza mbele za Mungu, Biblia inasema ya kwamba Mungu akaweka maelekezo ndani ya mzee Yesu. Mzee Yesu akamfuata Musa, akamwambia Musa, jambo hili la kuamua kesi za watu kuanzia asubuhi mpaka jioni kwako litakuwa gumu na itakuwa zito. Weka watu watakao kusaidia kuamua kesi. Kesi ikiwa nzito sana ndo ifike kwako. Lakini hekima ile ilipatikana baada ya mzee Yesu kutoa sadaka shukrani. Okay. Kwa hiyo tunapokuwa tunamshukuru Mungu, moja kati ya kitu ambacho Mungu anakifanya, Mungu analeta maelekezo ya namna ya kuishi kwenye msimu mpya. Mwaka huu hautakiwi kuishi kama ulivyokuwa unaishi 2025. Inawezekana 2025 kuna mazoea ulikuwa nao, kuna mazoea ulikuwa nayo, kuna namna ulikuwa unatembea, lakini mwaka huu hautakiwi kutembea kwa mazoea uliokuwa nayo mwaka 2025. Mwaka huu lazima umsikie Mungu. Mungu anataka ufanye nini? Mungu anataka utembeaje? Mungu anataka uishije? Lakini namna ya Mungu pia kuifunua sauti yake na kukupa maelekezo kwenye msimu mpya yamefungwa ndani ya kumshukuru. Tunapomshukuru yeye, ndipo ambapo huwa analeta maelekezo kwenye msimu mpya. Na nisikilize vizuri, kufanikiwa kwako hakutegemei kiwango unachojituma. Kufanikiwa kwako hakutegemei kiwango cha bidii. Kufanikiwa kwako au kupata kwako baraka mwaka huu kunategemea sana kiwango chako cha kuisikia sauti ya Mungu. Kumbukumbu la Torati sura ya 28 anasema, ikiwa mtakapoisikia sauti ya Bwana wa Mungu kwa bidii na kufanya yote awagizayo, ndipo baraka hizi zitakapoajilia. Kwa hiyo baraka ya Mungu kwenye maisha ya mtu ipo kwenye uwezo wa mtu kuisikia sauti ya Mungu. Kadri ambavyo kiwango chako cha kuisikia sauti ya Mungu kinavyozidi kuongezeka, ndivyo ambavyo unaikaribia baraka ya kimungu kwenye maisha yako. Kwa hiyo nataka kufanikiwa mwaka huu, unahitaji kuisikia sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu iko wapi? Sauti ya Mungu ipo kwenye kumshukuru. Kwa hiyo hiyo ni hekima ya kwanza ya kuanza nayo mwaka huu. Tunaanza kwa kumshukuru Mungu. Tunaanza kwa kumshukuru Mungu. Hekima ya pili ya kuanza nayo mwaka huu ni kujifanyia tathmini. Kitabu cha Ufunuo sura ile ya 3, Biblia inasema, kumbuka ni wapi ulipodondoka ukatubu. Usipofahamu mambo yaliyokukwamisha mwaka jana, mwaka huu utakwama tena. Lazima ukae chini ujifanyie tathmini. Watu wote waliofanikiwa, watu wote ambao maisha yao yameenda mbali, watu wote ambao wana hatua kubwa, ni watu ambao wamejifunza kujifanyia tathmini. Hata Bwana Yesu mwenyewe ambaye ni Mwokozi na ni kichwa cha kanisa, hata yeye alikuwa anajifanyia tathmini. Kuna wakati aliwaita wanafunzi akawauliza, huko nje watu wanasema mimi ni nani, na nyinyi mnasema mimi ni nani? Manake Yesu alikuwa na utaratibu wa kukaa chini na kujifanyia tathmini. Lazima uwe na uwezo na lazima uwe na utaratibu wa kukaa chini na kujifanyia tathmini. Usipokuwa na utaratibu wa kujifanyia tathmini, mwaka huu tena utakwama kama ulivyokwama mwaka jana. Na mimi ninakuombea Mungu akupe neema mwaka huu usikwame kama ulivyokwama mwaka jana. Na siri ya kutokukwama ni kukaa chini na kujifanyia tathmini. Jifanyie tathmini kwenye mambo ya kiroho kuhusu mwaka jana. Jifanyie tathmini kwenye mambo ya kiroho. Jifanyie tathmini. Maisha yako ya maombi mwaka jana yalikuwaje? Je, ulikuwa unaomba? Na kama ulikuwa uombi, ni nini kilichokuwa kinakukwamisha? Jifanyie tathmini. Kiwango chako cha kusoma neno kilikuwaje? Na kama ulikuwa usomi neno, ni nini kilichokuwa kinakukwamisha?
Jifanyie tathmini, kiwango chako cha utoaji kilikuwaje, na kama ulikuwa utoi, ni nini kilichokuwa kinakwamisha? Jifanyie tathmini, kiwango chako cha mfungo na mifungo kilikuwaje, na kama ulikuwa ufungi, ni nini kilichokuwa kinakukwamisha? Usipojua mambo yaliyokuwa na kukwamisha mwaka jana, na mwaka huu utakwama tena. Jifanyie tathmini kwenye kiwango chako cha uchumi, ni nini ambacho kilisababisha uchumi wako mwaka jana uyumbe. Usipojua mambo yaliyokukwamisha kwenye uchumi wako mwaka jana, mwaka huu utakwama tena. Jifanyie tathmini kwenye maisha yako ya kimahusiano na watu wengine. Kwa nini ulikuwa unagombana na watu wengine? Usipofahamu mambo yaliyosababisha mwaka jana ukagombana na watu wengine, mwaka huu tena utagombana na watu wengine. Wengine mpo kwenye mahusiano ya kimapenzi. Jifanyie tathmini, ni kwa nini mwaka jana umepitia hayo unayoyapitia kwenye mahusiano. Usipojua yaliyokukwamisha, mwaka huu utakwama tena. Kijana mmoja amenifuata, ananiambia, mtumishi wa Mungu, uniombee sana na roho ya kukataliwa na mabinti. Kila binti ninayemfuata ananikataa. Bahati nzuri yule kijana namjua vizuri. Nikamwambia, wewe hauna roho ya kukataliwa, ila shida yako na roho ya ubaili. Ukifanikiwa kushinda roho ya ubaili, utakubalika na mabinti. Nikawa nimemsaidia namna hiyo. Yeye anafikiri kwamba ana roho ya kukataliwa, kumbe shida yake ni roho ya ubaili. Kuna wengine mnakataliwa kwenye mahusiano, sio kwa sababu mna roho za kukataliwa. Shida yenu kubwa ni kwamba mna roho za ubaili. Kuna mabinti mnalalamika, mnasema, unajua mimi wananiacha, sielewi na shida gani, sielewi na mkosi gani. Hauna shida yote binti yangu, hauna mkosi wowote. Shida yako unapenda hela. Umeingia kwenye mahusiano, siku ya kwanza, siku ya pili, umeshapata shida ya after. Hakuna mwanaume timamu ambaye ataingia kwenye mahusiano na atadumu kwenye mahusiano na binti ambaye anapenda hela. Binti, umeingia kwenye mahusiano, siku ya kwanza, siku ya pili, umepata shida ya after. Binti, unahitaji nusu ya utajiri, kwa sababu after ni nusu ya utajiri wa kijana wa kiume. Kwa hiyo shida yako wewe sio kwamba una roho ya kuachwa. Shida yako ni kwamba una roho ya kupenda pesa. Usipojifanyia tathmini, mwaka huu tena utaachwa kwenye hayo mahusiano. Mabinti wengine wanalalamika, mtumishi, naachwa kwenye mahusiano, sielewi shida ni nini. Shida yako ni mdomo. Shida yako ni mdomo. Na maandiko yanasema wazi, ni heri kukaa juu ya dari kuliko kukaa na mwanamke mwenye mdomo. Binti, unapepeta mdomo, haijawahi kutokea. Kwa hiyo wewe una mapepo yoyote. Ukifanikiwa tu kushinda mdomo kwenye hayo mahusiano utakaa. Lazima ukae chini, ujifanyie tathmini na ujiambie ukweli. Sababu mojawapo inayosababisha watu wengi waendelee kukwama, maisha yao yawe pale pale, hawana tabia ya kukaa chini na kujiambia ukweli. Lazima uwe na uwezo wa kukaa chini na kujiambia ukweli. Uwe na uwezo wa kujichana makavu, na Mungu akusaidie. Mungu akuinulie marafiki ambao wanaweza kukwambia ukweli. Shida kubwa tulionayo, kwa nini watu wengi tunakwama kwenye maisha? Sababu mojawapo inayosababisha watu wengi tukakwama kwenye maisha, wengi tumezungukwa na marafiki ambao ni wanafiki, hawana uwezo wa kutuambia ukweli. Tukikosea wanatupongeza, tukipatia wanatupongeza. Mungu akuinulie watu mwaka huu watakao kuambia ukweli, kwamba fulani hapo umezingua, fulani hapo umezingua. Usio na marafiki tu wanaokujaza hata kama umekosea. Na ndio maana huko hapo hapo kila siku, ni kwa sababu hauna watu ambao wana uwezo wa kukuambia ukweli. Na kuombea katika jina la Yesu, Mungu mwaka huu akuinulie watu watakao kuambia ukweli. Utakapokosea wakuambia umekosea. Mambo yako yatakapokuwa yako sawa, wakuambia kwamba hili jambo halijakaa sawa. Lakini pointi yangu kubwa ni hii, lazima ukae chini na kujifanyia tathmini. Biblia inasema, kumbuka ni wapi ulipodondoka ukatubu. Baada ya kumaliza kujifanyia tathmini, hekima ya tatu ni kupanga mipango mipya kwa ajili ya mwaka huu. Na tunaposema kupanga mipango mipya kwa ajili ya mwaka huu, haitoshi tu kuwa na mipango kichwani. Mipango ambayo unataka kuifanikisha mwaka huu, hakikisha umeiandika. Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya kutimiza maono na kuandika.
Ndio maana Mungu anamwambia Habakuki, iandike njozi hii, iandike njozi hii. Mungu anapomwambia Habakuki iandike njozi hii, kwa lugha nyingine Mungu anamwambia Habakuki, andika maono ulionayo. Maono ambayo mwaka huu unatamani kuona natokea, vitu unavyotamani mwaka huu kuona kwamba vinakamilika. Usiishie tu kuviwaza kichwani, hakikisha kwamba umeandika. Moja kati ya kitu ambacho nakifahamu, kuandika kunaleta kitu kinaitwa commitment. Tena ikiwezekana andika, unaweza ukabandika hata kwenye chumba chako, na kila siku asubuhi unapoamka unaangalia, je, yale niliyoyaandika nimeweza kuyafikia? Mwaka huu weka mipango inayotekelezeka, usiweke mipango ambayo itekelezeki. Jiwekee mipango yako ya kiroho. Kwenye mipango ya kiroho mwaka huu kusudia kuwa mtu wa maombi. Kwenye mipango ya kiroho mwaka huu kusudia kuwa mtu wa kusoma neno. Kwenye mipango ya kiroho mwaka huu kusudia kuwa mtu wa kufunga. Kwenye mipango ya kiroho mwaka huu kusudia kupandisha kiwango chako cha utoaji. Jiwekee mipango yako ya kiuchumi. Mwaka huu kusudia kufikia kiwango fulani cha uchumi. Biblia inasema tunatoka utukufu hadi utukufu. Mwaka huu kusudia kwamba kiwango changu cha uchumi kitaongezeka, hakitabaki vile vile. Kiwango changu cha uchumi kitaenda ng'ambo nyingine. Mwaka huu jiwekee mipango yako ya kifamilia, kwamba nitataka kuishi na familia yangu kwa namna hii, kwa namna hii, kwa namna hii, kwa namna hii. Jiwekee mipango yako ya kikazi, kwamba mwaka huu nataka kazi yangu ifike mahali fulani. Mwaka huu jiwekee mipango yako ya kibiashara, kwamba biashara yangu nataka ifike mahali fulani. Jiwekee mipango yako ya kimahusiano. Jiwekee mipango yako ya kimahusiano. Lazima uwe na mipango ya kimahusiano. Sababu mojawapo inayosababisha watu wengi wakapata shida kwenye mahusiano, hawana mipango ya kimahusiano. Lazima useti standardi zako ya kwamba mwaka huu sitaingia kwenye mahusiano. Hata akija kijana mzuri kwa kiwango gani, hata akija binti mzuri kwa kiwango gani, lakini mwaka huu nimeambiwa kuwa single. Shida yako haujaweka mipango ya kimahusiano. Ndio maana akitokea tu mtu yoyote akikwambia nakupenda, uko tayari kwenda naye. Akitokea mtu yoyote akikwambia nimekuelewa, uko tayari kwenda naye. Maisha yaendi namna hiyo. Lazima useti standardi kwamba kwa mimi ninavyojiona kichwa changu bado ni kibovu. Kwa sababu kichwa changu bado ni kibovu, najua nikiingia kwenye mahusiano sitaweza kudumu. Mwaka huu nimeamua niwe single, nikae chini, nijitengeneze, nijirekebishe, ili mwanaume sahihi atakapokuja akutane na kichwa timamu na amshukuru Mungu kwa ajili yangu. Seti hiyo mipango. Kijana wa kiume, jiwekee mipango yako ya kimahusiano. Kama unaona uchumi wako hauko vizuri, usilazimishe kuingia kwenye mahusiano. Kaa single kwanza. Kaa single kwanza. Kaa single kwanza. Kama uchumi wako hauko vizuri, usiana kwanza na hela. Tafuta hela kwa bidii. Ukizitafuta hela kwa bidii, mahusiano yatakuja baadaye. Kuna wengine binti anakwambia mimi nimekupenda hivyo hivyo ulivyo, tuingia tu kwenye mahusiano. Kama ni swala hela halina shida. Huyo binti ni muongo, ni swala kitambo. Atakuvumilia mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu atakwambia hivi, uoni wanaume wenzako wanapopambana? Kwa hiyo usiridhike sana anavyokwambia kwamba nakuvumilia hivyo ulivyo. Unahitaji kutafuta hela mwaka huu. Unahitaji kutafuta hela mwaka huu. Usifanye haraka kuingia kwenye mahusiano. Wakati wote huwa nawaambia watu, kabla hujaingia kwenye mahusiano, jambo la kwanza lifahamu kusudi la Mungu lililoko ndani yako. Kusudi la Mungu lililoko ndani yako ndilo ambalo litakudirect ni nani ambaye ni sahihi wa kuanza naye safari ya mahusiano. Kusudi la Mungu lililo ndani yako litakuonesha right person wa kuanza naye safari ya mahusiano. Kama hujalijua kusudi la Mungu lililoko ndani yako, huruhusiwi kuingia kwenye mahusiano. Mungu anamwambia Adam, nitakupa msaidizi wa kufanana naye. Mungu anapomwambia Adam, nitakupa msaidizi wa kufanana naye, alikuwa anamaanisha kwa habari ya kusudi, kwamba atampa msaidizi watakayefanana naye kwa habari ya kusudi. Kwa hiyo ili upate msaidizi sahihi, lazima ulijue kusudi lako. Kusudi ndio litakalo kuletea msaidizi ambaye ni sahihi. Lakini jambo la pili,
Huruhusiwi kuingia kwenye mahusiano kama bado haujauweza mwili, kama tamaa ya ngono bado inakuendesha, kama hisia bado zinakuendesha. Mahusiano sio fungu lako. Mahusiano ni kwa ajili ya watu wote ambao tayari wameshauweza mwili. Na nikwambia hivi, mahusiano na ndoa sio dawa ya uzinzi. Unatakiwa kuuweza mwili wako kipindi upo single. Ukishindwa kuuweza mwili wako wakati upo single, usitegemee ndoa na mahusiano tutakusaidia kuuweza mwili wako. Kwa hiyo mwaka huu ukiona hujalijua kusudi lako, ukiona hujauweza mwili, usifanye haraka kuingia kwenye mahusiano. Jipe muda, na ngoja nikwambie namna ya kuhusiana na mtu mwingine vizuri utakayempata. Kabla hujampenda mtoto wa mama mkwe, jipende kwanza wewe. Biblia anasema mpenda jirani yako kama nafsi yako. Hautakuwa na uwezo wa kumpenda mtu mwingine kama wewe ujipendi. Hakikisha mwaka huu unajipenda kwanza wewe. Hakikisha mwaka huu unajijali kwanza wewe. Jifunze kuhusiana vizuri na wewe mwenyewe. Yaani wewe mwenyewe jifunze kuhusiana vizuri na wewe mwenyewe. Ukifanikiwa kuhusiana vizuri na wewe mwenyewe, itakuwa rahisi kumpenda mtoto wa mama mkwe. Sasa wewe mwenyewe ujipendi, wewe mwenyewe ujijali, uko rafurafu, una haraka ya kuingia kwenye mahusiano na kufanya nini? Tuliza komwe mwaka huu, mtu wa Mungu. Tuliza komwe. Set standard ya kwamba mimi kwenye mahusiano sitaingia na mtu wa namna hii. Sitaingia kwenye mahusiano na binti wa namna hii. Aina ya mtu ninayemhitaji ni huyu. Set standard. Weka mipango yako vizuri ya kimahusiano. Weka mipango yako vizuri inayohusu maisha kwa ujumla. Alafu ukishaweka hiyo mipango yako, ukishaweka hiyo mikakati yako, hekima ya 4, hakikisha unaiombea, hakikisha unaifungia, hakikisha unaitolea sadaka. Ukifanya namna hiyo, mwaka 2026 kwako utakuwa ni mwaka wa mafanikio katika jina la Yesu aliye hai. Naamini umebarikiwa. Usiache kusubscribe, kushare na kucomment. Mungu wa mbinguni akubariki sana.